Bwana kaka. Bwana mimi nimewaitisha kikao hapa. Kuna jambo nilikuwa nataka niwashirikishe kwa sababu naona upande wangu kama limenizidi sasa. Yaani kama ni maji yameenda kunifika. Siku za karibuni mke wangu amekuwa akitokewa na mambo ya ajabu ajabu. Ndoto za kijinga jinga tu. Zile ndoto zinampelekea anapiga makelele sana usiku. Tena wakati mwingine anaota anakimbizwa na wivu na zaga. Kwa mujibu wa maelezo yake. Nimefika mbali, kuna siku ananiambia aliwahi kutoka nje, anaenda uani. Lakini baadaye akawa amesalimiwa na paka. Akasikia sauti inatokea kwa paka. Sasa hivyo vitu vinampa shida sana. Siku hizi hana la. Nilijaribu kuzungumza na Zaga nikamwambia kwamba nahitaji kuitafuta furaha ya mke wangu. Anilipe pesa ambayo nilikuwa nimempa ya miezi 6. Walau wakati hiyo hela ya mwezi mmoja ambao tumeshakaa hata bado hatujautimiza. Hii hela nyingine ya miezi 5 anirudishie. Lakini alikataa na hili jambo akalichukulia kawaida. Sasa nimekaa nikafikiria nikaona la hasha. Niwatafute nyinyi ndugu zake. Pamoja na kwamba yeye ndo bosi wangu hapa, lakini nyinyi ni ndugu zake na ni wakubwa kwake. Nimeamua niwaweke wazi hili swala. Naombeni mnisaidie. Mke wangu anapata shida sana. Okay. Hivi unamjua Linacha? Hapana. Kuna ni rapa yule. Kuna alikwambia kwamba alikuwa akiota ndoto yuko Marekani anapiga picha na Lil Wayne, Rick Ross, sijui P Diddy, anapiga nao picha sana. Ila ni ndoto alizokuwa anaota. Hauna ndugu naye? Hapana, sina undugu na watu wa namna hiyo. Sasa unaposema kwamba unahisi, wewe ni kama unahisi ila sio kweli. Unaposema kwamba mke wako anaota, sijui anakimbizwa na Zaga, sijui anaota sijui kasalimiwa na paka. Toka lini paka akamsalimia mtu? We mara ngapi hapo umekaa na paka wanakuja hapo washaku kusalimia? Haya umekaa labda hapo kwenye kiti paka anakuja. Mambo. Oya vipi hapo fresh mwanangu? Ulishe kuona hiyo? Hapana. Sasa unasemaje unaanza kumuhisi mtu unasema kwamba mtu ndo anayehusika? Huwa inatokea lakini sio ndoto kama hizi anazoota mke wangu. Bwana mdogo. Nemu na wewe ongea, maana hapo wewe ndo unayegusiwa sana. Nemu na wewe jaribu kuongea. Ngoja niwaambie. Huyu Rastamani mimi nadhani nishamwambia mapema. Hakuna hata 100. Na siwezi kumrudishia hela yake. Labda pointi aloiongea ni moja. Ni muondoe shaka. Anadai mke wake ananiota. Swala la kuniota mke wako inawezekana kwa sababu ukiangalia huu mtaa wote na hii sehemu yote mimi ndo Samboi. Wewe Zaga. Mkuwa na adabu. Labda aniote. Sawa. Kuwa na adabu. Nataka pesa yangu. Mimi sitaki masuala ya kuniongelea hapa vitu visivyoeleweka. Unaanza kuzungumza masuala ya Samboi sio na vitu gani? Ni vitu vya kijinga. Mimi nataka pesa yangu ndugu yangu. Kumbe utake Samboi unataka hela. Mimi sina. Ngoja mwambie mke wako aendelee kuniota. Wananiita kaka mzuri ndo mimi. Ngoja haya. Mimi Samboi wa huu mtaa. Kaka, umeona dharau za mdogo wako? Hivi mdogo wako ni kuongea masuala ya kipumbavu hivi anazungumza mara mke wangu anamuota si vitu gani vya kijinga kabisa. Kweli hivi Zaga mimi ananichukuliaje? Sasa iko hivi. Mimi ninajua cha kufanya. Na katika hicho nitakachokwenda kukifanya tusilaumiane. Nani Rastamani? Sasa James. Nyie marasta hamko hivyo ndugu yangu. Nyie marasta hamko hivyo kaka. James. Aire. Unaona ni kweli?
Unajua kuna zile stori za alinacha ndo huyu sasa anavyozihadisia. Mimi mwenyewe siamini kwa sababu hizo vitu havijatokea kwetu. Wow. Ama kweli milima haikutani ila binadamu tunakutana. Na leo tumekutana uchochoroni. Ni nzuri sana sababu hakuna anetuona, ni mimi na we hawa wawili. Nadhani wewe mwenyewe unajua kitu gani ambacho kinaendelea. Nishakwambia mara kadhaa, mimi nakuelewa, na kitu kinachonchanganya kwako ni kitu kimoja, una madimples, alafu ni mtoto fulani hivi, una macho fulani hivi ambao watoto wa mjini wanakuambia unakula kungu, alafu una rangi fulani hivi kama mtoto fulani hivi umetoka Dubai. Issue ni kwamba mume wako anakufubaza, yani hakupi matumizi yale ambayo ya mwanamke ambaye unaonekana ni wewe mwanamke fulani hivi unang'aa, yani ukipita hivi sasa mimi hiyo kazi nataka uniachie mimi hapa naiweza. Umemaliza? Umemaliza? Sasa sikia, maneno yasiwe mengi. Hela yako ya maji, ya umeme after wiki moja takupa hela yako. Alafu siku nyingine usinisimamishe kuongea upuuzi wako. Sikia, akachukua hela yako. Mbona unakuwa na hasira? Sikia, chukua hela yako afu na haraka. Tulia basi tuongee. Hela yako hii hapa, kama uitaki hiyo hapa. Shoga yangu, bora hata umekuja. Yaani usingekuja hapa ningekufuata kwako. Ulipona? Maana we naye nishakwambiaga kama una damu ya umbea. Mimi tena? Yaani jambo likinikabako tu ushatokea. Sasa sikia, mimi leo kwanza unakumbuka kile kipengele nilichokwambiaga cha baba mwenye nyumba sio anadai 10,000? Asa mume wangu aliniachia shilingi 5,000 kwamba nifanyaje nimlipe, nyingine tutamlipa baadaye. Asa leo mdada natoka kule gengeni kwenye kona ile nikakutana naye pa. Shoga yangu, huyo Mnyaturu ananitaka, ananitongoza. Nakwambia kanisifia misifa kede kede. Ananiambia dada wewe ni mzuri, sijui na rangi nzuri na macho mazuri. Nakwambia alivyokuwa anaongea mpaka nikasahau kama hata nina mume. Baadaye ndo nikasema akili yangu rudi. Nakwambia anatongoza, afu anaonekana anajua kuhudumia yule ukimkubalia. Shoga yangu, yaani cha kukushauri kabla hujapotea, achana naye, usimsikilize. Unajua nini? Wanaume wana ushawishi mkubwa sana. Na ukiangalia hapa tunakoishi hapa, tuko watu wengi, yani tuko wengi sana. Sasa haitaleta picha nzuri endapo mumeo akija akijua kama umemchiti. Hata wewe haitakuletea picha nzuri. Alafu kingine usichojua, yule Mnyaturu ni malaya, yule kaka ni malaya. Hivyo unanielewa? Malaya ambao nahisi kakubu. Unakushauri tu achana naye. Pale. Kama hayani akicheza vibaya pale anaokinga. Jumla petroli ile dada, ukienda kuingia ujue kabisa umeteketea. Kodolee tu macho, ila yani ujumbe ndio huo, shoga yangu. Sio niamini mimi. Nishakushauri kitu, yani kitu ambacho na kunafikia. Mimi sinaga unafiki. Yani napenda niende hivi. Rafiki yangu utapotea. Kwa hapo tena naye. Mimi nimemaliza, ila cha msingi zingatia hayo. Zingatia. Huyo naye yani marafiki wengine unajua hawapendi hapendi kizuri cha wenzao. Afu yule mbaba anaonekana ananipenda kweli, hata hataki kunichezea. Huyu ushauri wake achana naye. Kaka ya kaka, nimekuta niko na jambo moja kuhusu dada unani ule mwangu nani Brandina. Brandina nafikiri kama unavyojua nampenda yani, unaelewa. Brandina sasa wana huyo tangu siku mara kwanza nilipokutana naye niligusa tu siku moja tu yani, kuanzia hapo mwangu ile
Na kila siku namwambia kuhusu mimi kumuoa, anakuwa naruka yeye kumwambia kuhusu kumuoa. Yeye anasema mambo ya hela, anataka tu hela, anataka kesha, anataka kuona, anataka kesha. Mbaya zaidi hapa majuzi kati hapa nilimwita sehemu tuonane tuongee. Sasa tunaongea tutapiga story. Akapigiwa simu na mshikaji mbele yangu. Yaani bado angeenda pembeni ajificha hata ongee nisimsikia, nikaongea mbele yangu. Nikaongea mambo ya hela, mara sio kutana watu mara 50, mara mimi akatoka pale nduki na mbio akakimbia. Akakuacha. Yaani hasa unavyoona paka kada mimi leo nimeuma sana, ushajua napompenda mwanangu. Kwa sababu hamna namna kusaidia mwanangu, na maana hadi nikuta hivi jua nimeshindwa, yani maji amenifika. Mimi nimekusikiliza ndugu yangu, lakini kama unavyojua Brandina na maisha yake. Kwa hiyo na kama ulivyoniambia, ulivyonisimulia kwamba ni mtu anapenda pesa na wanaume pia. Na wewe unataka kumuoa. Kama utakuwa tayari kumpa muda labda abadilike, kwa sababu itachukua muda kubadilika kidogo kidogo. Utakuwa tayari labda kumpa muda. Yaani mimi nishataka mpia nilala na maisha yake. Na structure yote najua leo. Kwa hadi kufanya hivyo nikumba mnilio ushauri, mimi naelewa kinachoendelea. Kwa mimi niko tayari kwa lolote kabisa. Kama ni hivyo sasa utanipa muda nimtafute, kwa sababu ni binti hapa mtaani. Tazungumza naye afu mimi nitakurudishia majibu. Haina shida kaka. Unisaidia sana. Bana ndio hivyo, lakini unachokifanya ni jambo la heri sana. Nataka kuoa jambo la heri. Nadhani Mungu atatia pia mibaraka. Hivyo Mnyaturu, naomba uniweke wazi kuhusu hili. Unajua mimi sikuelewi. Kuna taarifa jana nimepewa na Samira. Wewe unamtongoza Samira. Yaani mimi nikajua kwamba tu unaniita unanitoa kule mkuku ndo nakuja kuniuliza vitu vya kijinga ambavyo vina kichwa wala miguu. Yaani ninachokwambia ni cha kijinga. Unajua toka nimepata taarifa jana mimi nimeshindwa kulala. Afu unajua jinsi gani mimi nakupenda. Kwani unafanya hivyo? Niweke wazi basi nijue. Nisikilize. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Nadhani wewe mwenyewe unajua kabisa. Toka siku ya kwanza tumeanza mahusiano, nilikwambia kwamba siwezi kuwa na mtu mwingine. I swear, akia Mungu tena. Ni kitu gani ambacho nifanye kwako ukanielewa? Ni kitu gani ambacho nafanya kwako nakosea? Nifanyie hivyo. Baby. Nisikilize basi. Usilie, don't cry. Nisikilize. Mimi mahusiano wangu mimi na wewe yanabaki kuwa pale pale tu. Umeona? Kwa mimi siwezi kuwa na mtu mwingine tofauti na wewe. Njoo baby, njoo. Shembana, mimi nimekuita hapa. Nadhani kuna mazungumzo na wewe kidogo, nikaona nikuita sehemu kama hii ambayo tunaweza kukaa tukazungumza, lakini swala la msingi ni kuhusiana na mdogo wangu Jay. Rafiki yangu sana, najua unalijua hilo. Kweli anakupenda sana na anatamani wewe uwe mke wake. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa kukuambia, huenda amekuwa akikwambia majibu anasema yaeleweki. Kwa hiyo mimi ndio hilo nimekufikishia. Mimi hapa sihitaji kupendwa. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, mimi na mapenzi najifuta. Lakini pia mimi shida yangu tu ni hela, na yeye anajua ni pesa. Sihitaji kupendana, sihitaji ndoa. Umeelewa? Kwa hiyo mimi, yeye akitaka kuzungumza na mimi au akuagize kukwambia amepata hela, anataka kwa hiyo siku au kwa huo siku mmoja au miwili kutokana na pesa yake. Umeelewa? Kwa hiyo habari sizitaki kabisa kusikia, kusikupendana na sihitaji. Kwa hiyo msahau kuhusu hilo wewe na rafiki yako, si ndugu yako. Hata wewe ukihitaji naweza nikakupa. Kikubwa tu ni lako. F50. Ndio. Hello. Wapi? Shangapi? Sitaki habari zako za kuwa unanisumbua. Kweli? Leo una 100,000? Nakuja.
Kwa hiyo unajitahidi ukipata hiyo pesa nipo kwa ajili yenu. Asante. Nyatuna, ujumbe wako kiukweli nimeupata na ndo nimekuja kukusikiliza. Okay. Mimi lengo langu ni lile lile tu. Nadhani wewe mwenyewe unajua ni kitu gani ambacho nahitaji kwako. Mimi nakupenda sana. Na labda leo tu nikuweke wazi. Mimi kama ukinikubalia ile kiasi ambacho mume wako huwa anatoa la kodi, mimi nakuwa nakuachia wewe. Sije la umeme, maji na kuachia. Na kama pia unaona haitoshi, nitakuwa na kuongezea pia juu yake hapo, ili kufaidishe wewe kama wewe, ili mradi tu uwe na mimi. Umeona? Maana mimi nakuhitaji ni kuliko kitu chochote kile, na ndio maana nakusotea. Ukweli hamna ubaya, lakini kwa kitu tu nilikuwa nahofia. Ndio maana hata ile siku ya kwanza ulipokuwa umeniambia, mimi muda mwingi nilikuwa nakuwaza sema ni kuna vitu nilikuwa naogopa. Ulikuwa unaogopa kitu gani sasa? Kuna vitu vingi nimesikia kuhusu wewe. Ndio nikaa napata wasiwasi vipi kama ni kweli. Maana nimeambiwa wewe sijui ni dumu la petroli, nikikaa tu karibu hapo nitaungua. Pia nimeambiwa wewe una ukimwi. Pia nimeambiwa wewe yani kila mwanamke umetembea naye mtaani. Hivi toka umekaa na mimi hapa, kama mimi ndo dumu la petroli, umelipuka? Haujalipuka eh? Sasa huyu atakuwa ananitaka. Na labda nikwambie kitu ambacho hujajua, ni siri pia. Mimi mwenyewe nakupa ni siri. Umeona kwamba ananitaka sana siku nyingi. Mimi kila nikitoka kwenda kupiga mswaki, huwa namkuta pale anajifanya anafagia sijui kavaa kanga moja kainama, na mkataa. Na niwekea mitego, simtaki. Nilishamwambia kabisa sikutaki. Kwanza mimi kweli na hadhi ya kutembea naye, wewe ukiniangalia tu mimi. Mimi kwa kweli ndio maana hata sikumwamini moja kwa moja. Maana the way unavyoonekana, unaonekana ni mtu cool sana. Kweli? Unajua kuna muda mtu unaweza ukaozeshwa tu kwa midomo ya watu alafu haujaoa. Kwa hiyo tunafanya aje sasa? Maana unajua tena. Yaani hapa kwa sababu mume wangu amesafiri. Kwa hiyo nitaenda kuandaa tu mazingira afu nitakwambia uje. Okay, usijali, wasifanye hivyo. Sawa. Basi tunywe hata kidogo.